Mzee mwekezaji alikuja kweli kuwekeza, kwa sababu namna alivyokuwa akimwekea bidada mkono basi ilikuwa ni noma na nusu. Tukutane katika episode hii ya 5 na tunakwenda pamoja. Wakenya wanakwambia finya alama ya kulike hapo chini ili tuweze kwenda sawa. Lakini wakati huo bidada jioni alikuwa anautoa mkono wake, kwa sababu mwamba alikuwa anamsugua hivi mkono wake kana kwamba alikuwa anaashiria vitu fulani vya kishenzi. Lakini shangazi mtu akawa anamrudisha bidada mkono wake na kusema kuwa hebu onesha ushirikiano kwa wafanyakazi. Ila hii kitu mwamba juu aliweza kuiona, akasema hapana. Na baadaye katika kikao cha wawekezaji, basi hawa wawekezaji wakawa wanasema kuwa hawajaridhishwa sana na tabia ya bidada, inaonekana ni mtu wa kujisikia sana, kwa hiyo wanahisi hawataweza kuwekeza kwa sasa. Na wakati kikao hiki kinaendelea huko ndani, mwamba Malaika Dani alikuwa akichungulia kwa ndani, kisha akamwona mtu mmoja aliyekuwa amevalia kofia, akahisi kwamba huyu lazima atakuwa ni mtu mbaya. Haraka sana akamwahi huyu jamaa, lakini ile kumgeuza jamaa kumbe alikuwa anataka kutafuta engo fulani ili aweze kuvuta sigara. Mimi nivuta sigara tu jamani, nimekosea nini kwani? Malaika Dani hakuwa na namna yoyote, ikabidi tukutulia bana. Lakini akashangaa tena kumwona waiter mmoja anaelekea kwenye meza ya bidada, ila mbeba glasi mbili za waini. Sasa mbili kwa nini tena? Akamfuata waiter akamlamba bonge la mtama, akakushtukia kwamba huenda hii waini ilikuwa na shida. Sasa kila mtu akabaki anashangaa, mpaka hao wawekezaji, kuna shida gani hapa ndani? Ikabidi mwamba juu aweze kumtoa Malaika Dani na kumwambia kwamba hebu tenda nje kwanza afu relax, kwa sababu unazingua sasa. Malaika Dani alipoweza kutolewa tu, hapa tu Sunja akaonekana akiwa na chati na mhudumu mmoja hivi, akimwambia kuwa niletee kinywaji kama maagizo niliweza kupatia pale mwanzoni. Inaonekana kuna kinywaji ambacho kinachanganywa baadhi ya vitu. Lakini mume wa bidada Sunja alipoweza kuona tukio hili, alimstopisha huyu mhudumu na kumwambia kuwa hebu acha mara moja, kwa sababu mtoto wao wa kwanza kabisa alisema kuwa ana mpango mwingine ambao ni mzuri kuliko huo wa kwanza. Na mara akawa anapita mhudumu mmoja akiwa mbeba mazabibu, akayatua katika meza ya bidada Jiani. Kisha wakati huo mwanamama Sunja akatembea mpaka mbele kabisa kwenye podium na kusema kwamba jamani, natangaza rasmi kwamba kuanzia leo hii mimi nitakuwa ni mfanyakazi wa kawaida kama kwenye nafasi ambayo nilikuwa nayo pale awali, kwa sababu bidada G amesema kwamba afya yake imerejea na iko vizuri kabisa, kwa hiyo basi inabidi aendelee na nafasi yake. Sasa ilipofika wakati wa bidada kwenda pale mbele, ghafla tu akajikuta hali yake inazidi kuwa mbaya, akalalamika sana kwa wao wawekezaji wa Kijapani. Tena alikuwa akizungumza Kijapani, ndio kaja kugundua kwamba kumbe bidada ana uwezo wa kuzungumza Kijapani, lakini hali yake ilikuwa mbaya sana. Huko Malaika Dani alikokuwa ametolewa nje, alikuwa na wasiwasi sana na kila mtu ambaye yuko huko, alihisi kama kwamba ni kama ametegeshwa. Lakini wakati anataka kumfukuzia jamaa mmoja, akasikia kuna bidada analia huko ndani, kabidi kuingia. Anaingia tu anakutana na bidada Jiani, yani amechanganyikiwa kabisa, anafoka haeleweki anachokiongea nini, yani wakaanza kumtilia shaka na kusema kwamba huenda huyu hafai kabisa kuiongoza kampuni. Mwamba Malaika Dani alikuwa anashuhudia siri nzima. Bidada G akaanza kuyumba, akapoteza mwelekeo, akajikuta anaelekea kila sehemu tu, hata elewi wapi anakoelekea. Lakini hapa tu alipokuwa kuanguka, Mwamba Dani akaweza kumdaka. Lakini mapema na alfajiri bidada ameamka tu, anakumbuka majanga yote alikuwa amesababisha siku ya jana. Haamini kabisa macho yake. Lakini haya majanga yote akiunganisha doti, anagundua kwamba yote yalitokea baada ya kushiriki vile vipande vidogo sana vya zabibu. Akaagiza kwamba daktari aje aweze kumfanyia uchunguzi wa damu ili kujua tatizo nini. Na licha ya majanga yote aliweza kutokea siku ya jana, bado kikao cha bodi kikaadhimia kwamba bidada aendelee kuiongoza kampuni. Ila majibu ya daktari anakuja na kusema kuwa katika kile kinywaji alichokuwa amekunywa siku ya jana, basi kulikuwa kuna vitu ambavyo vimeweza kuongezwa ambavyo vikamchochea zaidi kufanya vurugu. Bidada alichanganyikiwa sana, akaenda akapata ulabu wa kutosha na akawa amelewa kweli. Malaika Dani akaenda akambeba na kumrudisha nyumbani. Lakini bidada akiwa mgongoni akasema kwamba katika dunia hii hakuna anayeweza kunipenda, lakini wewe unaonesha kidogo kunipenda penda hivi na kunijali. Lakini Mwamba akatamani kumwambia bidada kwamba anampenda, ila akakumbuka kwamba yeye kama malaika hapaswi kabisa kumpenda binadamu, na kama akifanya hivyo atapotea kama upepo. Jamaa alipotoka kumpeleka bidada akawa anatembea katika njia akiwa na mawazo sana, anafikiria ni kwa nini basi yeye hawezi kuruhusiwa kumpenda binadamu. Lakini kwa ajabu ni kwamba Mwamba juu akafika na kumkunja na kuanza kumshambulia, kisha akamwambia kuwa nilikuona nyakati za mchana ukimbeba bidada, achana naye kabisa. Lakini mabishano yalipoanza kuongezeka, Mwamba akajikuta tu wameanza kushikana na mvua ghafla ikaanza kutelemka, wakaangukia katika kina kirefu sana cha maji. Hasa Malaika Dani alichokifanya ni kumsukumiza Mwamba juu kabisa ya maji, akajisahau kwamba yeye sasa hivi sio malaika, akajikuta tu anaanza kukosa pumzi kule chini ya maji. Lakini mara ghafla akaanza kuona picha kana kwamba kuna kijana mmoja mdogo ambaye aliduvukiaga katika maji pia. Na Mwamba akaendelea kuzama katika kina kirefu sana cha maji. Ghafla tu akaonekana akiwa anatema maji, kumbe alikuwa ameokolewa na timu ya uokozi. Lakini Mwamba akahisi kwamba ameokolewa peke yake tu, akaanza kulalamika na kusema kwamba naomba jamani mkamwokoe na Juhu pia naye yuko katika yale maji. Lakini baadaye anakuja kutazama pembeni, agundua kwamba Juhu yuko katika kando ya daraja na yuko mkavu kabisa. Mwamba haraka sana akakataa kabisa hata kwenda kutibiwa, akarudi mpaka nyumbani, akamkuta bidada anafanya mazoezi taratibu ya kucheza. Na kesho yake ilipoweza kufika, bidada alikuwa anaelekea tena katika kikao. Kumbuka kwamba amepitishwa na kuwa kiongozi mkuu tena katika kampuni. Lakini aliporudi siku ya leo, wafanyakazi wengine wote wakiambatana na huyu bidada Sonju wakawa wanasema kwamba anatakiwa kuomba msamaha pia kwa makosa aliyofanya siku ya juzi. Na kifupi ni kwamba bidada jioni kuomba msamaha kwake ni kipengele kizito sana, lakini alitafakari kwa dakika 2-3 akamkumbuka Mwamba namna ambavyo anamfundishaga, akaona kwamba ni vyema leo aombe msamaha. Lakini mwanamama Sonja akasema kuwa hajaridhishwa sana na aina hii ya kuomba msamaha, na Mwamba mwingine akasimama akasema ni vyema bidada angepiga
kupiga magoti ili aweze kusamehewa. Wangejua namna ambavyo bidada alikuwa amejikaza mpaka kuomba ule msamaha, basi wasingethubutu kumwambia aombe msamaha. Bwana we, bidada akawa amesimama na akaanza kumchamba mmoja baada ya mwingine kwa kusema kuwa siwezi nikaomba msamaha, mkanijaji kwa kufanya kazi, sio masuala ya misamaha, sawa Lakini alipokuwa ametoka nje alikuwa akitetemeka sana, na hii kitu Malaika Dani alikuja kugundua. Lakini katika sekunde za kuhesabu tu, Juhu akawa amefika eneo la tukio na akamkumbatia bidada. Lakini alipokuwa akimtazama huyu Malaika Dani akashtuka kuona kwamba lile kovu katika mkono wake halipo tena, na kuanzia hapo mwamba Juhu akaanza kumtilia shaka huyu jamaa, na baada ya kutoka pale akaanza kumfuatilia Malaika Dani kila hatua ambayo anaipiga. Leo mwamba alikuwa anatoka na kuelekea katika maeneo fulani hivi ya supermarket, na huko alikuwa ananunua mboga mboga. Hapa katika maeneo ya supermarket kuna mwanamke mmoja akamuuliza, "We kaka handsome, ina maana unanunua hiyo mboga kwenda kumpikia mpenzi wako?" Mwamba akasema, "Hapana, sio mpenzi wangu, ila ni mtu tu ambaye anamfanyia kazi." Lakini kumbe huyu mwanamke hakuwa mwanamke wa kawaida, bali alikuwa ni yule malaika mkuu kiongozi. Lakini huyu malaika akashtuka kwamba Juhu yuko hapa ndani na kuna mtu wa tofauti hapa ndani. Kisha huyu mwanamama akajitomeka sehemu fulani hivi na kuweza kupotea. Hii scene ni kama huyu jamaa aliweza kuishuhudia na aliamini kwamba hawa sio binadamu wa kawaida. Lakini huyu mshikaji Juhu akaelekea moja kwa moja kanisani, na hapa akakutana na huyu mchungaji kiongozi ambaye si mwingine bali ni yule kiongozi wa malaika. Na lakini huku upande wa nyumbani, baada ya mwamba kununua manjomati yote akawa ameleta nyumbani. Sasa akawa anamfundisha bidada kupika. Bidada hajui kabisa, akabidi kuanza kumwelekeza na wakafanikiwa kupika chakula kitamu sana. Sasa bidada akiwa yuko chumbani kwake akawa anakumbuka namna ambavyo mwamba alikuwa akimsaidia kupika. Hii kitu ikawa inamsababisha bidada ajikute anatabasamu tu. Lakini pia naye bidada akiwa amelala nyakati za usiku akawa anamuona kijana fulani hivi aliyesimama katikati ya maji na kuna mawimbi makali sana alikuwa akipiga. Yeye akamfuata yule kijana na kwenda kumsaidia kwa kumkumbatia. Na alipoweza kumsaidia yule kijana akajitambulisha kwamba yeye ni Malaika Dani. Hii kitu ikafahamisha wote waweze kushtuka. Mwamba akashtuka na kule bidada alishtuka. Kumbe alikuwa akiota ndoto moja. Mwamba akaona kwamba hebu ngoja kwanza nielekee kwa mchungaji kule. Akaanza kumuuliza, hivi binadamu inawezekana wakawa malaika au inakaaje kitu? Lakini kiongozi wa malaika akamuuliza, ni kwa nini umesema hivyo? Mwamba akasema kuwa ameweza kuota ndoto ya mtoto mdogo, tena akijitambulisha kwa jina lake, alafu huyo mtoto alikuwa ni binadamu. Mwamba akamwambia kuwa wewe sasa hivi ni binadamu, kwa hiyo unaanza kuota mambo ya mbele, kwa hiyo huenda ni maruerue tu. Lakini wakati wanatoka katika lile eneo, malaika mkuu aliweza kushuhudia wazee fani wawili ambao walipoweza kumuona tu wakamsalimia, kisha baadaye wakaanza kukimbilia katika mapoli ambapo mwamba alizidi kuwafuata. Hatua ya mwisho kabisa, malaika huyu mkuu akampigisha magoti huyu mzee wa kiume, lakini mke wake alikuwa ni kipofu akaendelea kutapatapa tu akiuliza, mume wangu yuko wapi? Lakini mume mtu akamsihi huyu malaika kwamba anaomba nafasi ya mwisho. Mwamba Malaika Dani alihisi kwamba labda malaika anataka kwenda kumzuru huyu mzee, akaenda kumzuia kwa mbele, akasema kuwa ana mke wake wanapendana, kwa nini unamfanyia hivi? Mwamba Malaika Dani akasukumwa umbali mrefu sana, akabaki anashangaa nini ambacho kinaendelea, na ghafla tu huyu malaika kiongozi akaweza kumtawanyisha yule mtu na akatawanika kama mshumaa, na kumbe huyu jamaa alikuwaga ni malaika. Na hili lilitumika kama onyo tu kwa mwamba kumhakikishia kwamba pindi atakapokuja kubugi kupendana na yule binadamu, basi ndio kosa litakapokuwa kubwa na adhabu yake ni kama hiyo. Na mwamba Malaika Dani kila anapomtazama mwanamke huyu namna anavyolia, basi ndivyo alivyokuwa akimtazama yule msichana wake, akiamini kwamba naye siku moja atakapokuwa ameingia katika mapenzi naye, basi yule bidada atalia hivi hivi. Mwamba alikimbia kama chizi moja kwa moja mpaka kwa bidada. Alipofika tu alishangaa kuona kwamba bidada alikuwa ameandaa msosi kama wote na alikuwa akimsubiria mwamba waweze kushiriki pamoja. Mwamba hakutaka hata kushiriki kile chakula alichokuwa ameandaa bidada, akamwambia kuwa kuanzia leo nimeacha kazi. Bidada akaanza kuuliza, ni kwa sababu gani unaacha kazi? Lakini mwamba akasema kuwa ni kwa sababu sasa hivi una uwezo wa kupika, lakini pia una uwezo wa kucheza vizuri. Na mwamba akaingia chumbani kwake, kisha akaanza kupachua nguo yake moja baada ya nyingine, lakini Bathra alikuwa akiitoa na kumwambia kuwa usiondoke bana, kwa nini unaondoka? Lakini mwamba tayari alikuwa amefanya maamuzi na hakuwa tayari kurudi nyuma kabisa, akajikuta tu anapakia kila kitu. Upande wa pili bidada analia kweli kweli, akitupatupa kile chakula alichokuwa amekiandaa na alikuwa amekasirika, na ni kweli kabisa mwamba akawa anaondoka, huyo amepaki mabegi yake moja kwa moja. Lakini yule mwamba John akawa anampigia mwamba Dani na kutaka kuhakikisha kwamba je, yeye ni malaika au la, lakini kumbe ile simu alikuwa akiitumia ilikuwa ni simu ya nyumbani. Akawa amepokea Bathra na kusema kwamba Angel Dani ameondoka. Na lakini kumbe mwamba Malaika Dani alikuwa amerudi tena kule kanisani. Hakuwa tayari, akikumbuka kila namna ambavyo yule mwanamke alikuwa akilia siku ya jana wakati mume wake anaondolewa. Hakuwa tayari kuona kwamba bidada naye atakwenda kupitia maumivu kama hayo siku za usoni. Mwamba akachukua mabegi yake kisha akaanza kuondoka kutokea pale kanisani. Lakini wakati wote huo malaika kiongozi alikuwa akimtazama, lakini pia Juhu alikuwa akimfuatilia mwamba na kumfuata kwa nyuma. Unadhani nini ambacho kitakwenda kujili? Tumeweza kuona mwamba hataki tena kuingilia maisha ya bidada, na mwamba Juhu anataka kutambua kwamba je, mwamba ni malaika au la, kwa sababu ana wasiwasi na utambulisho huyu jamaa huenda ni wa tofauti kidogo. Kuweza kuona muendelezo, basi ni kusii kwamba kugusa alama ya kusubscribe kama bado, lakini pia ni kusii kugusa alama ya kengele, lakini mwisho kabisa nikukumbushe kugusa alama ya like, kwani tamthilia zetu zinatoka pindi ambapo tunafikisha kiwango fulani cha like. Asanteni sana na karibuni katika episode ya 6 hii hapa.